Sherehe hoye! Sherehe safi! Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kusoma risala hii, ningeomba niseme mambo mawili tu. Kwanza kabisa, ninashukuru kukutana na wewe kwa mara nyingine. Nilikutana na wewe mwaka jana Cambridge Regis Geita nikiwa kama mwalimu mkuu. Leo nakutana na wewe nikiwa meneja wa shule. Kukutana na wewe kwangu ni baraka. Asante. Risala ya shule kwa mgeni rasmi Madam Rusi Nyanda katika mahafali ya 4 ya darasa la 7 ya shule ya awali na msingi Cambridge Shire tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2025. Utangulizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi wakuu wa taasisi ya Cambridge Shire, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wanafunzi wetu wa darasa la 7 na wale wanaobaki, sherehe hoye! Shukrani. Kwanza kabisa tunapenda kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe mgeni rasmi, kuwashukuru wazazi, wadau wote wa elimu na wanafunzi wote kwa ushirikiano ambao mmekuwa mkitupatia, na wadau wetu muhimu, benki ambazo tumekuwa tukifanya nazo kazi, nikianza na TCB, CRDB pamoja na NMB. Pili, ni shukuru ofisi zote za serikali ambazo ziko chini ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushirikiano mkubwa ambao mmekuwa mkitupatia. Hakika tunajivunia kuwa na ninyi. Historia fupi ya shule ya awali na msingi Cambridge Shire. Shule yetu ya awali na msingi Cambridge Shire ni taasisi inayojulikana kama Cambridge Shire Academy, ambayo ndani yake kuna shule 3. Cambridge Shire Daycare Center ambayo ni kituo cha kulelea watoto wadogo. Kuna Cambridge Shire shule ya awali na msingi ambayo ni hii tupo hapa leo. Lakini ipo shule ya awali na msingi Cambridge Shire Geita iliyoko kata ya Buselesele, wilaya ya Chato, mkoa wa Geita. Shule hii au taasisi hii ilianzishwa mwaka 2014 na mbeba maono wetu Askofu Josephat Charles Njige na mkewe Betha Buganga. Ilianza ikiwa na mwanafunzi mmoja. Kufikia tarehe 26 mwezi wa 11 mwaka 2016 ilipata usajili rasmi kama kituo cha kulelea watoto wadogo, na baadaye ikapata usajili wa kujenga shule. Mpaka leo tunavyozungumza tuna wanafunzi 1109. Kutoka mwanafunzi mmoja mpaka idadi hii sio jambo dogo, ni kazi imepigwa na watu wamepambana. Lakini taasisi hii inazo nyenzo 5 zinazotumika kuendeshea shule, ambazo ndizo zimeleta mafanikio haya makubwa tunayoyaona. Ikiwa ni ya kwanza ni kuwa na malengo makuu 3 yanayopimika kiurahisi. Kulingana na muda ningeomba nisiyataje. Lakini pili ni kuthamini sana maadili yetu 6 ya msingi tuliojiwekea katika utendaji. 3, misingi imara ya uongozi na utawala bora. 4, kuzingatia zaidi matumizi ya sheria na miongozo mbalimbali. 5, kauli mbiu yetu inayochochea watu kujitoa kwa ajili ya wengine, yani we are tasked to enlighten and nourish the future of others. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuwa na nyenzo hizo 5 bora
za kuendeshea shule zimetuwezesha kufikia au kupata mafanikio yafuatayo, hasa moja katika taaluma. Nikianza na darasa letu la 4. Darasa letu la 4 limefanya mtihani mwaka 2019. Mpaka leo tuna madarasa kadhaa ya darasa la 4, na hii ni historia yao katika mitihani ya taifa. Mwaka 2019 darasa la 4 walikuwa nafasi ya kwanza kiwilaya, wakawa nafasi ya pili kimkoa, wakawa nafasi ya 11 kitaifa. Mwaka 2020 walikuwa ni wa kwanza kiwilaya, wakawa ni wa kwanza kimkoa, wakawa ni wa 14 kitaifa. 2021 walikuwa ni wa kwanza kiwilaya, wa pili kimkoa, 21 kitaifa. 2022 wa kwanza kiwilaya, wa kwanza kimkoa na wa 4 kitaifa. 2023 walikuwa ni wa kwanza kiwilaya, wa 3 kimkoa, wa 11 kitaifa. 2024 wa kwanza kiwilaya, wa pili kimkoa, wakawa ni wa 8 kitaifa. Mbali na mitihani ya darasa ya taifa, pia tumekuwa tukifanya mitihani inayoandaliwa na shirika binafsi la Mofeti. Tumekuwa tukifanya vizuri sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninafahamu taarifa niliyokupa imeeleza kiundani. Niende darasa la 7. Darasa la 7 wa kwanza walifanya mtihani wa taifa mwaka 2022. Katika wilaya tulikuwa ni wa kwanza, kimkoa tukiwa ni wa kwanza, kitaifa tukiwa wa pili. Mwaka 2023 kiwilaya tulikuwa ni wa kwanza, kimkoa tulikuwa ni wa pili, na kitaifa tulikuwa ni wa 8. 2024 mwaka jana kiwilaya tulikuwa ni wa kwanza, kimkoa tulikuwa ni wa 3, kitaifa tukawa ni wa 9. Kwa historia hii ya taaluma, ndugu mgeni rasmi, nikuhakikishie mwaka huu tumejipanga vizuri. Hatuwazi namba 3 bora kama viongozi wangu mtihani walionipa. Mimi ninawaza nafasi ya kwanza, na linawezekana kulingana na umaridadi wa wanafunzi wetu tulionao. Mafanikio ya pili ni kuongeza ajira. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni ukweli usiopingika kwamba KMDSHA ni miongoni mwa taasisi ambazo zinasaidia serikali katika kuongeza ajira, na hii inajiridhisha katika idadi ya wafanyakazi waliopo katika taasisi hii ambao mpaka sasa tuna wafanyakazi 100. 3, kudumisha ushirikiano kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule ya awali na msingi KMDSHA ni taasisi inayopatikana katika jamii ya Businde na Kigoma kwa ujumla. Hivyo basi, kwa kutambua hilo, taasisi hii imekuwa ikijitoa katika matukio mbalimbali kama sherehe, misiba na kadhalika, kwa kushirikiana na jamii inayotuzunguka. 4, kuimarisha ulinzi na usalama kwa watoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama shule tuna wajibu wa kulinda usalama wa watoto dhidi ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Hadi leo hatuna matendo au viashiria vya ukatili na unyanyasaji hapa shuleni kwetu, na hii inatokana na umakini uliopo katika uongozi, hasa wakati wa kuajiri wafanyakazi ambao tunashirikiana nao katika malezi ya watoto. Pia uwepo wa uzio ambao umeizunguka shule hii humfanya mtoto kuwa salama pindi awapo ndani ya eneo la shule. Vile vile katika magari ya shule tulihakikisha kila gari linakuwa na matroni kwa ajili ya kulinda usalama wa mtoto awapo kwenye gari wakati wa kuja na wakati wa kurudi nyumbani. Kuibua na kukuza vipaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo umeona na kama ambavyo utaendelea kuona vipaji mbalimbali vikionyeshwa na wanafunzi wetu katika mahafali haya. Hii inatokana na kuwa na timu imara ya wafanyakazi wenye uwezo wa kutafuta na kuvumbua vipaji kwa watoto wetu. Pia hii hutoa fursa kwa vijana kujipatia kipato kwa kutumia vipaji vyao. Mfano, umemwona Cheusi Mangala akionyesha vipaji vyake hapa. Hata hivyo, hii imesisitizwa na kutiliwa mkazo katika mtaala ulioboreshwa toleo la 2023 hasa katika elimu amali.
maadili na malezi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kuwalea watoto hawa katika malezi bora kabisa yenye kuzingatia maadili ya Kiafrika, kwani kuna msemo usemao elimu bila nidhamu huzaa waovu werevu. Hivyo nipende kuwashauri wazazi na walezi kuwasimamia na kuwakumbusha wanafunzi kuendelea kuishi katika maadili mema walioyapata shuleni, ili kwa pamoja tuweze kujenga taifa la kesho lenye watu watakaompendeza Mungu. Mheshimiwa mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi changamoto, na hizi zifuatazo ni changamoto zinazotukabili, ambapo kwa pamoja tutaweza kushirikiana na wewe mgeni rasmi pamoja na wazazi ili kuangalia namna ya kuweza kuzitatua. Moja, uhitaji wa sekondari ya Cambridge Shire umekuwa mkubwa sana kutoka kwa jamii tunayoihudumia. Hii inatokana na wazazi kwanza kutuamini katika malezi na taaluma bora inayotolewa hapa shuleni kwetu, ambapo wazazi na walezi wengi hutamani taaluma na malezi bora wanayopata watoto katika shule yetu hii ya msingi na awali Cambridge Shire, basi waendelee kuyapata katika shule yetu ya sekondari. Hili tunalipokea kwa mikono miwili, kwani lengo ni kujenga na kuendelea kupanua wigo wa kutoa huduma zetu kwa jamii kama taasisi. Pili, baadhi ya wazazi wanalalamika wanapohimizwa kulipa ada na michango ya shule kwa wakati. Hii inaathiri uendeshaji na uboreshaji wa huduma za mara kwa mara. Tatu, baadhi ya wazazi kutowasiliana na uongozi wa shule wanapotatizwa na baadhi ya mambo, kisha kuzipeleka changamoto hizo mtaani au kwenye mitandao ya kijamii, jambo ambalo halijengi bali linaharibu taswira ya shule. Nne, baadhi ya wazazi na walezi kutokuwa karibu na watoto, jambo ambalo linahatarisha ulinzi na usalama wa watoto. Ikumbukwe kuwa unyanyasaji na matendo ya ukatili kwa watoto hutokea mahali popote, tena hufanywa na watu ambao wameaminiwa na jamii kama ndugu, walimu na makundi mbalimbali. Jambo la umuhimu tunalotakiwa kulijua ni kuwa sote kwa pamoja tunahusika na kuwajibika kuhakikisha kuwa ulinzi na usalama kwa mtoto unaimarika. Tano, pamoja na kupata fursa ya uwekezaji wa kiwanda cha simenti katika kata yetu ya Businde ambayo imeongeza ajira na maendeleo katika kata yetu, tuna tatizo kubwa la barabara. Mheshimiwa mgeni rasmi, nafikiri umejionea baada ya kuacha barabara kipande kile cha lami kuja kuingia barabara ya vumbi kuja shuleni kwetu. Hasa wakati wa kiangazi kushindwa kupitika kwa urahisi, na wakati wa masika, na ubovu wa daraja letu linalounganisha Buhanda na Businde. Daraja hili limeathiriwa na mvua kubwa zinazosababisha mmonyoko pamoja na magari yenye uzito mkubwa, ambapo hii inahatarisha usalama wa wanafunzi wetu. Ombi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima tunakuomba kutusaidia na kutatua changamoto tajwa hapo juu kama ifuatavyo. Moja, tunaomba ushauri juu ya ombi hili la kuwa na sekondari, kwani kama uongozi tunatamani kuanzisha sekondari hiyo katika eneo hili, kwani wewe mgeni rasmi unafahamu vizuri taratibu za uanzishwaji wa taasisi zaidi ya moja katika eneo moja. Pia tunaomba uwahamasishe wazazi na walezi na wadau mbalimbali wa elimu kutunga mkono kwa hali na mali pale tutakapoanza ujenzi wa sekondari yetu. Pili, tunaomba uwahimize wazazi na walezi kulipa ada na michango yote ya kila awamu kwa wakati ili kuondoa changamoto ya utoaji huduma katika shule yetu. Tatu, tusaidie kuwaasa wateja wetu kuwa na ukomavu wa kutosha katika kushughulikia mambo magumu, na kwamba wawasiliane kwanza na uongozi wa shule kabla ya kuchukua hatua zao. Nne, tunakuomba uwakumbushe wazazi na walezi katika mahafali haya kuwa ni wajibu wetu sote kuhakikisha mtoto analindwa katika mazingira yote, iwe shuleni ama nyumbani,
ili kumwepusha na majanga ya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia. 5. Tunakuomba wewe mgeni rasmi na wadau wote mlioko hapa mtusaidie kupaza sauti kwa serikali yetu sikivu inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ili tuweze kuboreshewa barabara yetu kwa kiwango cha lami pamoja na kurekebishiwa daraja ambalo linaonekana kuwa hatari katika jamii hii tunayoihudumia. 6. Tunaomba wazazi wenye watoto wakutwa, hasa wale wanaoishi maeneo ya Businde karibu na shule, ambao watoto wao wamekuwa wakija shuleni kwa miguu, kuongeza ulinzi kwa watoto wao, kwani katika kipindi hiki kumekuwa na matukio ya watoto kupotea, lakini pia kuna magari makubwa yanayotoka na kwenda kiwandani. Ni vizuri watoto hao wakiwa wanaletwa na kuja kuchukuliwa na wazazi wao ili kuimarisha ulinzi na usalama kwa watoto wao. Hitimisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kuhakikishia wazazi na walezi na jamii yote ya mkoa wa Kigoma na mikoa mingine Tanzania kuwa Kemlishaya Academy itaendelea kutoa malezi bora kwa kuzingatia mila na tamaduni za Kiafrika na taaluma bora kwa kuzingatia mitaala inayotolewa na Taasisi ya Elimu Tanzania ili kujenga Tanzania iliyo bora. Mwisho kabisa lakini sio kwa umuhimu, tunapenda kushukuru wewe mgeni rasmi, viongozi wote, wazazi na wageni wote waalikwa kwa kukubali kuacha shughuli zenu na majukumu yenu mengine muhimu na kuja kuungana nasi katika siku hii muhimu ya kihistoria ya shule yetu. Asanteni sana. Nawasilisha. Asante sana, umekuwa wakili wa muda. Bila kupoteza muda,